tutambue. Mungu anataka tutambue ya kwamba yote tunayoyaona yatatoweka. Vita ya kutisha itakapotokea, ole wa nchi inayo bahari. Yako mambo ambayo tumeyapuuza, kumbe ni muhimu sana tuyatambue. Mungu ameturahisishia kazi sana, bali wasafiri tunafanya ujinga. Ni vigumu kwetu kurejeza walopotea. Mungu akatoa njozi pawe na shule za kanisa, watoto wadogo wafundishwe asili. Muumbaji wetu ni nani tutambue. Wakuu wa shule zote na idara ya elimu, nanyi watumishi wote wa shule za makanisa, siku ya kiyama mtatoa hesabu kwa watoto waliopita mkononi mwako. Mungu anataka mtambue ya kwamba kazi mnayofanya mmewekewa dhamana. Siku ya kiyama mtatoa hesabu. Siku ya kiyama inatisha mwenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe tena kwa kipindi kingine tena, kwa kipindi chetu cha siku hii ya leo, tuweze kujifunza neno la Mungu. Nimeplay wimbo ambao unasema tumepewa dhamana, tumekabidhiwa dhamana. Siku ya kiyama tutatoa hesabu. Tutatoa hesabu kwa sababu gani? Kwa sababu tumeacha kuifanya kazi ya Bwana. Lakini pia kila tunachokifanya, mwimbaji anasema kwamba sisi tutatoa hesabu ya kile tulichokuwa tunakifanya. Nikukaribishe uanze pamoja nami katika somo la siku hii ya leo. Kabla ya kuanza, nikaribishe ombi, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, utukufu una wewe milele na milele. Ni wakati sasa wa somo hili, tunakualika ukanene nasi mwanzo hadi mwisho kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Wimbo unasema tumepewa dhamana, siku ya mwisho tutatoa hesabu. Nikukaribishe tena ukaanze nami. Tutajifunza habari za mwisho kwa wakati, habari za mwisho wa ulimwengu huu. Nikukaribishe mpendwa, tuanze. Katika kitabu kinachoitwa Dhiki Kuu ya Kutisha Lakini Kuna Tumaini, kuna ujumbe hapo wa matumaini ambao unapatikana katika hiki kitabu, ambacho hiki kitabu kitaweza kukufunulia mambo yaliyo ya mwisho. Kama hauna, nikupendekezea ukanunue kwa bei rahisi tu, ni 10,000. Utakipata kitabu hiki na hatimaye utafunuliwa mambo yajayo na mambo ambayo shetani amepanga kuufanyia ulimwengu. Tutajifunza sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Dhiki Kuu ya Kutisha Lakini Kuna Tumaini. Dhiki kuu ya kutisha lakini kuna tumaini. Tunakifungua katika sura ya kwanza. Sura ya kwanza ina kichwa cha somo kinasema dhiki kuu inakuja.
dhiki kuu inakuja kwa wakati gani? Ndipo karibu ukaanze nami. Alafu kinasema Bibi White anakielezaje kipindi cha dhiki kinachoujia ulimwengu wetu? Dhiki kuu ya kutisha, kazi ambayo kanisa limeshindwa kuifanya katika kipindi cha amani na ustawi, litapaswa kuifanya katika kipindi cha dhiki kuu ya kutisha, katika mazingira ya kukatisha tamaa na kuogofya sana. Tunakutana na utangulizi wa somo letu ambao kinasema kazi ambayo kanisa limeshindwa kuifanya katika kipindi cha amani na nini na ustawi, sasa litapaswa kufanya kazi katika kipindi cha dhiki kuu ya kutisha, katika mazingira ya kukatisha nini tamaa na ya kuogofya sana. Kanisa litapaswa kuifanya kazi ya Mungu kwa sababu Yesu anarudi sio muda mrefu na tutakuwa watu hatujajiandaa. Lakini hili somo linatukumbusha kwamba tunapaswa kuifanya kazi bado mapema, ili dhiki inapokuja tuwe tumekwisha kuifanya kazi kwa wingi. Lakini anasema kama kanisa linashindwa kufanya kazi katika kipindi hiki cha amani na ustawi, basi kanisa litapaswa kuifanya kazi ya Bwana katika kipindi cha dhiki kuu ya kutisha, katika mateso makubwa, katika wakati unaoogopesha. Mungu atusaidie sana tunapoendelea kujifunza. Anaendelea na kusema dhiki kuu ya mwisho. Katika kipindi hiki cha kuenea kwa maovu, tunaweza kujua kuwa dhiki kuu ya kutisha, tunaweza kujua kuwa dhiki imekaribia. Wakati uasi juu ya sheria ya Mungu umeenea karibu katika ulimwengu wote. Wakati watu wake wanakandamizwa na kuteswa na wanadamu wenzao, Bwana ataingilia kati. Kwa hiyo yanapoelezewa hayo machafuko, yanapoelezewa hayo mateso, anasema Bwana ataingilia kati katika hayo mateso ambayo dunia imeandaa kuwatesa, au shetani anapowatesa watu wa Mungu. Mungu anaingilia kati na kuwasaidia wale watu, kwa sababu wale watu watakuwa wanatangaza ujumbe wake, kwa sababu watu watakuwa wanaieneza injili yake. Ndio maana anasema tutafanya kazi katika dhiki ya kutisha na katika wakati au kipindi cha kuogofya. Endapo tutaogopa kufanya kazi au tutaona uvivu kutoka kwenda kufanya kazi siku hizi ingali bado mapema. Dhiki kuu inakuja, watu hatutaweza kufanya kazi, lakini tunaambiwa na hiki kitabu kwamba tutafanya kazi hata katika wakati wa dhiki kuu. Anaendelea na kusema anasema majanga katika nchi kavu na baharini, hali ya vurugu katika jamii, tahadhari za vita ni ya kutisha, yanabashiri juu ya matukio makuu yanayokaribia. Kwa hiyo hivi vyote vinavyoonekana hivi ni vinabashiri au vinatabiri kuja kwa hayo makubwa. Yaani kama ni movie inaitwa utangulizi, au kama ni somo linaitwa huu ndio nini utangulizi wetu. Kwa hiyo tunakutana na hizi movie za kwenye Biblia zilizotabiriwa na vitabu kadhaa. Tunakutana na hii movie ya dhiki kuu ambayo inasema watu wa Mungu wakishindwa kufanya kazi wakati wa amani na ustawi, basi watapaswa kufanya kazi katika kipindi cha dhiki kuu ya kutisha, kwenye mazingira ya kutatanisha, kwenye mazingira ya kutisha yenye ajabu sana. Watu watapaswa kuifanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa sababu tunashindwa kufanya kazi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sasa hivi ambapo kuna amani na ustawi. Anaeleza kwamba mawakala wa uovu wanayaunganisha majeshi yao na kujiimarisha, wanajizatiti kwa dhiki kuu ya mwisho. Kwa hiyo haya majeshi yote yanajizatiti, yanajiimarisha kwa ajili ya hiyo dhiki ya nini? Ya mwisho. Na hiyo dhiki sasa, tofauti na kipindi hiki, mawakala ya shetani yanafanya kujiimarisha, yanajiandaa. Kwa kama ni nguvu za wakati huu zitakuwa ni mara zaidi na zaidi. Kwa yatakuwa na nguvu kubwa hayo majeshi, yatakuwa na nguvu, yameimarika sana. Kwa watu wa Mungu watachezea kuteseka,
watakutana na dhiki ambayo haijawahi kufanyaje, haijawahi kutokea. Lakini katika hiyo dhiki Bwana anaweka tumaini, atakuwa pamoja nasi. Wakati huu na kipindi hiki ni ukaribisho kwamba ingawa yote hayo yatatokea, lakini Bwana atakuwa pamoja nasi. Anasema, pambano la maana sana la zama zote. Dhiki kuu inawangojea watu wa Mungu, dhiki kuu inaongojea ulimwengu. Pambano la maana sana la zama zote, lililo karibu sana mbele. Dhiki kuu ya zama zote. Tunasimama kwenye kilele cha dhiki kuu ya zama zote. Kwa mfuato wa haraka haraka, hukumu za Mungu zitakuja moja baada ya nyingine. Moto na mafuriko na matetemeko ya nchi, pamoja na vita na umwagaji damu. Hatupaswi kushangazwa wakati huu na matukio haya makuu na ya kukata maneno, kwani malaika wa rehema hawezi kuendelea kwa muda mrefu zaidi kuwakinga wale wasiotubu. Kwa hiyo na ninyi wapendwa wa Bwana ambao hatutaki kutubu, tunapofikiwa na huu ujumbe, anasema itafika mahali malaika watachoka, mlango wa rehema utakuwa umefungwa, basi wataondoa kuwarinda, basi ndipo itakuwa mwisho wetu. Hatutaweza kuokolewa wapendwa, hatutaweza kuokoka. Ni wakati huu sasa wa kukabidhi maisha yetu kwa Yesu. Ni wakati wa kutubu dhambi. Kitabu kinatuambia kwamba wale wasiotubu itafika mahali wa malaika watafanyaje? Watachoka. Roho Mtakatifu ataondoka ndani yetu, kwa sababu tunaambiwa tutubu, hatutubu. Dunia inaisha, hatutaki kuelewa. Kwa hiyo malaika, itafika wakati rehema itakoma, atatoka kwako. Kitabu cha Yohana, Biblia Takatifu, sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Fungu la 4. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Usiku unakuja wapendwa, ambao sisi hatutaweza kufanya kazi. Huo usiku unaoongelewa ndiyo hiyo dhiki kuu inayokuja mbele yetu, kwa sababu watu wa Mungu watakamatwa na kutiwa gerezani, na wale ambao watakuwa hawajahubiriwa na kutubu dhambi, rehema itakuwa imefungwa kwao. Kwa hiyo ni wakati huu sasa wa sisi kuweza kukabidhi maisha yetu kwa Yesu. Na wanafunzi wanamuuliza, ni yupi aliyetenda dhambi mpaka mtu huyo anazaliwa kipofu? Lakini Yesu anasema ni kazi za Mungu tu zidhihirishwe. Hakuna mtu yeyote aliyetenda dhambi mpaka huyo anazaliwa nini? Kipofu. Ili sisi tufanye kazi, ili sisi tudhihirishe utukufu wa Bwana katika hayo matukio, yatupasa sisi kuonesha utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu unapaswa kujulikana mahali pale ambapo pana dhaifu. Utapitia changamoto, lakini hiyo changamoto iwe ndiyo chanzo cha mtu fulani kuokolewa kwa sababu ya utukufu na uzima wa milele kwa imani yako ulionayo kwa Mungu. Mungu atubariki sana. Fungu la 4 mstari wa 4 wa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 4 inasema, imetupasa kuzifanya kazi zake, kwa maadamu ni mchana na usiku haujafika bado. Mateso hayajafika, dhiki haijafika. Watu wa Mungu tuifanye kazi ya Mungu na watu waweze kuokolewa, maana itafika usiku hatutaweza kufanya kazi. Yatafika mateso, itafika dhiki, hatutaweza kufanya kazi. Ni wakati sasa wa sisi kufanya kazi na watu tuache dhambi, tutubu dhambi, na utukufu wa Mungu udhihirike ndani yetu. Mungu atubariki sana. Usisahau kushare hili somo, watu wabarikiwe zaidi, na usisahau kusubscribe channel hii kwa ajili ya kuleta masomo mengine zaidi ya utukufu wa milele.